Nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa neema. Nashangazwa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tukimshukuru Mungu kwa ajili ya wiki hii njema, wiki mpya ambayo Mungu ametupa ya tarehe ya 11 ya mwezi huu wa 5. Ni mapambazuko ya wiki, ni mpango mwingine mzuri wa Bwana kuturuzuku na zawadi ya uhai, na sisi tunalihimidi na kuliinua jina la Bwana. Ninapokusalimu siku hii, tunamtaka Bwana na nguvu zake ziende nasi zikatupatie raha katika jina la Yesu. Rafiki yangu, mwana wa Mungu, ninakusalimu tena. Habari za asubuhi. Basi ibada hii ya asubuhi kuongozwa na neno la Mungu pamoja na maombi, lakini nitaomba kwa njia ya kuimba pia. Tuianze kwa jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Pale ulipo ungesema amen. Tuombe. Mungu mtakatifu, Baba wa milele, ninalihimidi na kulinua jina lako Yehova. Asante kwa ajili ya uaminifu wako, uliyeturuzuku pumzi ya uhai, uliyetukumbuka kutoka unyonge wetu na ukatupa kuiona siku hii njema, siku ya Jumatatu, ikiwa ni tarehe ya 11 ya mwezi huu wa 5. Tukupe nini Bwana? Tuseme nini mbele zako, ila pokea asanti ya mioyo yetu, uliyetulinda na kututunza kwa masaa na muda wa wiki iliyopita. Ukatupa chakula, ukatupa chakunywa, tukapanda vyombo vya moto, tukaenda huku na kule, na ukaturejesha salama. Tukalala kwenye vitanda kama wengine, lakini hatukufa. Baba, tunakushukuru, tunasema asante. Nami nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu huyu uliyemponya, uliyemfungua na kumtendea mema, ni pamoja na mimi. Asante kwa ajili ya wale ambao walikuwa wamelazwa vitanda vya mahospitali, lakini Bwana uliwatendea mema, ukawagusa kwa mkono wako wenye nguvu. Wengine wamehamwa na wamerudi nyumbani, tunakushukuru mno. Na wale ambao wamebaki Bwana, ninakusihi uendelee kung'aza nuru ya uso wako juu yao, ukawakumbuke Bwana, ukalitume na neno lako, na lile neno lako huwaponya na kuwaondoa kwenye maangamizo yao. Uwaponye kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tangia huyu aliyelazwa kwenye hospitali hizi kubwa kule Muhimbili ya Upanga na kule Mloganzila, mpaka hospitali ndogo kabisa, mpaka dispensary ndogo kabisa pale kijijini, Yesu, nyosha mkono wako uwaponye kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na kama ulinyosha mkono wako kwenye bahari ile ya Galilaya na ikawepo shwari kuu, asubuhi ya leo kwa msaada wako, nyosha mkono wako utamke shwari kuu kwa ajili ya huyu baba anayeumwa, shwari kuu kwa ajili ya huyu mama anayeumwa, shwari kuu kwa ajili ya kijana wa kiume na wa kike na mtoto anayeumwa, hata wale waliopata ajali, ukawaponye Bwana, wasife bali waishi, ili waweze kuliadhimisha jina lako mwaminifu. Sitaacha kuwakumbuka wajane wote, sitaacha kuwakumbuka yatima wote. Nyosha mkono wako Bwana, uwatendee mema, mkono wa fadhili na uaminifu, waweze kupata chakula, wapate chakunywa, waweze kupata na malazi Bwana, mahali ambapo watakaa. Lakini kama kuna mkono wa mtesi unaopita kwa ajili ya kuwasumbua na kwa ajili ya kuwakatisha tamaa, Mungu ukawakemea hao watu kwa jina la Yesu, wanaosumbua wajane, kwa jina la Yesu, wanaosumbua yatima, kwa jina la Yesu, wanaosumbua hata wagane, kwa jina la Yesu fanyika msaada. Na kama vile milima inavyozunguka Yerusalemu, ndivyo ulivyosema unawazunguka wakuchao. Bwana, wazunguke watoto wako, usiwaache katika jina la Yesu. Ninawakumbuka na ndugu zetu waliopata msiba mbalimbali Bwana, mahali, wengine wanasafiri, wengine wanapanga taratibu za kuzika ndugu zao, wamejawa na machozi, wanalia Yesu,
wanahuzunika, Bwana ukawafute machozi kwa mkono na kwa henka yako ya uaminifu, ukawaimarisha na kuwatia nguvu. Wengine wamepoteza waume zao, wengine wamepoteza wake zao, wengine wamepoteza watoto wa kiume au wa kike, wengine wamepoteza mtu wa msaada. Mungu, simama nao, wapelekee msaada kutoka patakatifu pako, na uzikumbuke na sadaka zao zote. Siku hii tunaianza kwa ujasiri utokao kwako, na sisi hatutakuacha wewe uliye msaada wetu. Peleka msaada kwa ajili ya huyu baba kwenye biashara yake, peleka msaada kwenye hii nyumba, peleka msaada katika biashara, katika duka lake, katika ofisi yake, peleka msaada. Watoto wako wanakuhitaji, hata huyu ambaye yuko kwenye kilimo, mpeleke msaada kutoka patakatifu pako. Yehova, tumekukimbilia wewe. Asante kwamba hatutaibika kwa sababu tumekuamini wewe. Siku hii iwe njema, wiki hii iwe ya baraka nyingi, tukauone ukuu na uweza wako. Bwana, nenda mbele yetu kama ulivyoenda na wana wa Israeli ukawapatia raha. Nenda na huyu baba, nenda na huyu mama, mtangulie kijana huyu wa kiume na wa kike, hata wanaotafuta kazi watangulie, wanaowaza kuanza biashara watangulie, na ukatupelekee nuru ya uso wako, na sisi tutainuka tukiwa tunakushukuru wewe uliozifanya mbingu na nchi. Ukatubariki na kututendea mema, na wiki hii wewe ndio utakayeenda mbele yetu ukitupatia raha, na ukatupe na hazina za gizani, katika jina lako Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na pale ulipo mwana wa Mungu unayefuatilia madhabahu ya Faraja, basi useme amen. Sema tena amen. Ninaimba wimbo wa asubuhi kutoka kitabu cha Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Ufuatilie, na kama unaweza kuimba pamoja na mimi, imba, kwa sababu kuimba asubuhi, kumwimbia aliye hai, ni afya mifupani. Imba pamoja nasi. Wimbo nambari ya 210. Ila siku asubuhi, Yesu anabisha hodi, mlangoni kwa wamwombao, Bwana Yesu njoo kwetu. Tumfungulie milango ya mioyo aingie, tumwalike kwa furaha, Bwana Yesu njoo kwetu. Kaa kwetu siku zote, ufukuze maadui, wasiweze kutudhuru, sisi tulio wako. Uwe mchunga wetu mwema, utulishe malishoni, tukutumaini wewe, leo na siku zote. Kweli Yesu atulisha, anatuongoza leo, ni furaha yetu kubwa, tunakwenda na Yesu. Haleluya! Ni furaha yetu kubwa kwamba wiki hii inayoanza na leo tarehe ya 11 tunakwenda na Yesu kwenye biashara zetu, kwenye kazi zetu,
pale nyumbani na shughuli nyingi za pale nyumbani, tunaenda na Yesu, ni furaha yetu kubwa. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninaleta ujumbe wa neno la Mungu kwangu na kwako kupitia msaada wa Roho Mtakatifu kutoka kitabu cha Zaburi ya 103 mstari wa 3 mpaka mstari wa 5. Zaburi ya 103 mstari wa nitaanza mstari wa 2 mpaka mstari wa 5. Zaburi ya 103 mstari wa 2 mpaka mstari wa 5. Ninasoma neno hili katika jina la Bwana. Sikiliza kwa makini na useme amen. Neno la Bwana linasema, ewe nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema, aushibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejezwa kama tai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni zaburi muhimu. Huu ni wimbo muhimu aliouimba Daudi mbele za Bwana wake Mungu. Na Daudi anakumbuka mema mengi Mungu aliyomtendea. Tangia akiwa kijana, akiwa anakimbizana na dubu na simba na mbwa mwitu wakali kule mbugani, alivyosikiliza maneno ya maudhi kutoka kwa Goliati akilitukana taifa takatifu la Mungu, na jinsi alivyomwamini Mungu kupitia lile jiwe dogo akilitia jina la Bwana, na lile jiwe dogo likaleta ushindi baada ya Goliati kuanguka. Daudi huyu analiongoza taifa la Israeli kuimba sifa kwa Bwana, na asubuhi hii anamwimbia Mungu sifa, na anatukumbusha na sisi kwamba tumpelekee Mungu sifa aliye asili ya uzima wetu. Anasema, nafsi yangu umhimidi Bwana. Asubuhi ya leo, kama umeamshwa na una nguvu, kama una pumzi kutoka kwa Bwana, sema nafsi yangu umhimidi Bwana, wala usizisahau fadhili zake zote. Usizisahau, mimi nisizisahau, wewe usizisahau fadhili za Bwana. Usizisahau fadhili za Bwana kwenye maisha yako, kukupa uhai, kukupa pumzi ya uhai, kukupa chakula na ukala na kikameng'enywa kwenye tumbo lako, ukaamka ukaona miguu yako inanyoka tena haikukakamaa. Uzikumbuke fadhili za Bwana. Wewe ndiye lala kitandani na ukalala pale kama mfu, hukujua kinachoendelea. Asubuhi hukujua hata nini kilichotokea mpaka ukaamka, kwa sababu tendo la kuamka is a process, ni mchakato. Hivi ni nini kilianza kuamka kwanza? Je, ni macho? Je, ni sikio? Je, ni moyo? Je, ni akili? Je, ni nini kilianza kuamka kwanza? Hii ni siri. Anasema wala usisahau fadhili zake zote. Anasema aukomboa, akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Uponywe magonjwa yako yote kwa jina la Yesu Kristo. Sema, magonjwa yangu yote. Pona magonjwa yako yote, hata zile roho za kifamilia upone kwa jina la Yesu. Wale wanaokuwazia mabaya upone kwa jina la Yesu. Anasema aukomboa uhai wako na kaburi. Sema, aukomboa uhai wangu na kaburi. Popote ulipo leo, popote unaposikia ujumbe huu wa neno la Mungu, popote unapofuatilia ibada hii kupitia madhabahu ya Faraja katika YouTube, katika TikTok, katika Instagram, katika Facebook, madhabahu ya Faraja na mimi mchungaji Zawadieli Maruchu. Ninakutamkia leo ukombolewe uhai wako na kaburi. Uwe hai kwa ajili ya utukufu wa jina la Bwana. Nenda kwenye biashara, nenda kwenye kazi, nenda kwenye mipango yako leo ukitanguliwa na Bwana. Aukomboa
uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Rehema za Bwana zikutangulie, uende ung'ae, uwe kichwa na wala si mkia, uwe nuru na wala sio giza, na neema ya Bwana isiondoke kwako. Ufanikishwe sana siku ya leo, ujae baraka nyingi siku ya leo. Akutendee Mungu Mwenyezi, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sema amen. Wale mliobarikiwa na Bwana sema amen. Ninakutakia baraka za Bwana, siku hii iwe njema, ufanikishwe sana, ujae kicheko, na Mungu akupe samaki mwenye shekeli. Sema amen.